Bwana Yesu asifiwe. Ukundi Mlelwa hapa. Leo tunakwenda kujifunza neno muhimu sana au somo muhimu sana ambalo linasema umuhimu wa kuomba. Umuhimu wa kuomba. Na nikisema umuhimu wa kuomba hapa tunaongelea umuhimu wa kumuomba Mungu kitu au umuhimu wa kumuomba Mungu vitu. Mara nyingi sana tumekuwa ni watu ambao tunajua kwamba Mungu ndiye anayetupa vitu. Na tunajua kwamba Mungu ni tajiri. Mungu ni Mungu ambaye ana vitu ambavyo yeye anatupa. Au ni vitu vyote vyema vinatoka kwa Mungu. Neno la Mungu linasema vitu vyote vyema vinatoka kwa Mungu. Lakini ukiangalia Wafilipi, tukiangalia kitabu cha Wafilipi 4:19, tukiangalia kitabu cha Wafilipi 4:19, tunaona pale kwamba neno la Mungu linasema na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utukufu wake, kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake ndani ya Kristo. Umeona? Kwa hiyo tunaona ya kwamba neno la Mungu hapa linasema ya kwamba na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo. Maanake ni kwamba tunaona kabisa kwamba Mungu wetu yeye ni tajiri. Yaani sisi hatuna mashaka. Hatuna mashaka kwamba Mungu wetu ni tajiri. Hatuna mashaka kwamba Mungu yeye ana uwezo wa kukujaza. Lakini hii ni statement tu. Hii ni statement kwamba Mungu wetu ni tajiri, Mungu wetu anaweza kukujaza kwa kadiri ya utukufu wake ndani ya Kristo Yesu. Lakini ni kitu gani hicho ambacho wewe unatamani kujazwa? Ni kitu gani hicho ambacho unatamani Mungu akupe? Ni kitu gani hicho ambacho unatamani kitu kibadilike katika maisha yako ambacho Mungu ndio anaweza kufanya? Unaona? Kwa tunachohitaji ili kuweza kupata hayo mabadiliko ni muhimu kwenda kumuomba Mungu. Na nikisema kumuomba Mungu hapa naongelea the actual asking. Kuomba. Yaani ni kama vile uko nyumbani kwa wazazi alafu unaona kama kiatu kimeharibika. Unaona? Unaamini kabisa baba ana hela ya kuninunulia kiatu. Unaona? Na unaweza ukatamka ukasema ninajua baba ana hela ya kununua kiatu. Lakini kama hujaenda kwa baba na kumuomba, baba kiatu changu kimeisha. Baba nilikuwa ninaomba baba uweze kuninunulia kiatu. Umeona? Yaani ni mpaka imfikie baba hayo maombi ya kuomba kununuliwa kiatu. Then baba anafanya kitu, anakutafutia hela au anasema basi twende dukani nikakununulie kiatu. Kwa kifupi ni kwamba lile hitaji lako unalotamani ulipate, unakwenda kulipata kwa kuomba. Kwa kuomba. Neno la Mungu linasema aombaye atapewa, abishaye atafunguliwa, atafutaye ataona. Maanake kuna actual act ya kufanya ili uweze kupata vitu unavyovitaka. Mara nyingi sana tunaweza kuwa tumefundishwa kwamba neno la Mungu linasema kwamba mfano neno la Mungu ukisoma kwenye Zaburi ya 23. Ukisoma Zaburi ya 23 mstari wa kwanza kabisa pale. Zaburi ya 23 mstari wa kwanza inasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Inakupa statement. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Umeona? Hiyo ni statement ambayo inakusaidia wewe mwenyewe uweze kujua kubadilisha mindset. Neno la Mungu linasema katika Warumi kwamba tubadilishe mindset zetu, tubadilishe fikra zetu. Unaona? Fikra zetu zibadilishwe ziweze kumjua Kristo au ziweze zifanane na Kristo. Unaona? Maana yake ni kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hapa kuna vitu nimevijomba. Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye anayetakiwa kwa mchungaji wangu, ndiye anayetakiwa kunichunga. Na mimi nikichungwa na Bwana sitapungukiwa na kitu. Sasa nikishajua hiyo statement na nikaiamini hiyo statement kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana Mungu ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Maanake sasa nitafanya namna niende kwa huyu Bwana ambaye ninataka sasa yeye anichunge.
Sijui kama umenielewa. Wenda hii statement imekusaidia kwa sababu labda bwana huyu alishawachunga wengine na hawakupungukiwa na kitu. Labda kuna kitu umeona, labda kuna testimony, kuna ushuhuda umepata kwamba kuna mtu amemtegemea Mungu, kuna mtu amemtegemea Bwana katika mambo yake, amemchunga Bwana amemchunga, alafu hajapungukiwa na kitu. Kwa hiyo wewe hii statement unaichukua kama ni ya kwako. Ndio maana tunasema ni muhimu kukiri neno la Mungu. Kwa sababu ukikiri neno la Mungu linakusaidia wewe katika maisha yako, linakusaidia wewe katika fikra zako, linakubadilisha wewe. Yaani unakuwa sasa na imani ya kwamba kweli Mungu ananichunga mimi. Kweli Mungu ndiye mchungaji wangu. Nimeamua Mungu kuwa mchunga. Yeye awe ndo mchungaji wangu. Sitategemea familia, sitategemea kipato, sitategemea kazi, sitategemea mambo mengine. Haya mambo mengine nitafanya, lakini mind yangu mimi haitegemei huko, ila ninamtegemea Mungu. Kwa sababu Mungu ndiye anipae kazi, Mungu ndiye ananipa familia nzuri, Mungu ndiye ananipa kuweza, au ndio ananiwezesha. Kwa hiyo ukishajua hii statement, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, usibaki kwenye kukiri tu. Kama unataka kweli Mungu awe mchungaji wako, kama kweli unataka usipungukiwe na kitu, unatakiwa urudi kwenda kumuomba sasa huyu Mungu. Unatakiwa urudi kwenda kumuomba. Ndio maana kuna umuhimu wa kuomba. Mara nyingi huwa tunasahau kuomba. Kuna kitu kinaitwa kudecree na kudeclare. Kudecree na kudeclare. Kukiri. Decree and declaring. Watu wengi tumebaki kwenye kudecree na kudeclare. Una-declare neno la Mungu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa. Unaweza kuisema hii hata mara 7. Ni sawa, lakini kwa kusema tu hii inakusaidia wewe uweze kubadilisha mindset na uweze kukaa katika mahali ambako unaamini. Inakusaidia. Lakini kama unataka actually Bwana awe ndo mchungaji wako, ili wewe usipungukiwe na kitu, aweze kukupeleka katika malisho ya majani mabichi. Unaona? Katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Unaona? Kando ya maji ya utulivu huniongoza, hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza. Meaning kwamba hizi zote ni kwamba unakiri ili wewe uamini, yani mimi naye mtegemea ni Mungu. Lakini kama unataka sasa huyo Mungu sasa afanye mambo yote hayo, inabidi uende ukaombe, kamuombe Mungu. Tukiangalia Mambo ya Nyakati, tukiangalia Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa kwanza 4, hapa tunamwona mtu mmoja anaitwa Yabesi. Mambo ya Nyakati 4 mstari wa 10 anasema, huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Kwa nini Mungu aliweza kumjalia huyu Yabesi hayo aliyoyaomba? Kwa nini? Ni kwa sababu Yabesi alimuomba Mungu. Hapa inasema huyo Yabesi akamlingana Mungu. Maana yake ni kwamba kuna sehemu zingine inasema huyo Yabesi akamuomba Mungu wa Israeli akisema, maana aliingia kwenye maombi. Kwanza huyo Yabesi alikaa akagundua huyu Mungu wa Israeli, huyu Mungu wa baba zetu aliwatoa kwa mkono wake kule Misri. Aliwasaidia kule katika bahari ya Shamu. Aliwapa hiki, aliwapa mana, aliwapa. Yaani kwa kifupi alikaa akatafakari, akaamini katika neno lake. Akaamini katika lile neno ambalo huyu Mungu amefanya, matendo makuu ya Mungu aliyoyafanya kwa wana wa Israeli ambao ni babu zake, hao watu waliopita. Kwa hiyo Yabesi ni kama vile aliona yale maneno ambayo yalikuwa yameandikwa, akayakiri, akagundua huyu Mungu ndiye ninayemhitaji. Lakini sasa hakukaa kwenye kukiri. Hakukaa tu kwenye kukiri kwamba Mungu amewashinda wa Misri, sio ametupa wa Misri kwenye maji. Yaani yale maneno yote kwamba wa Misri wameingia kwenye maji, kwenye bahari ya Shamu, wamekufa kule na nini. All those were statements za kukufanya wewe uweze kuamini kwamba huyu Mungu ni mkuu. Sasa ukitaka kitu kwa huyu Mungu mkuu, Yabesi akaona hapa ninatakiwa niende kuomba. Ni lazima nimuaddress huyu Mungu, nimuombe. Yabesi akasema kwenye mstari wa 10,
Mambo ya Nyakati 4:10 anasema huyo Yabesi akamlingana Mungu. Maana huyo Yabesi akaingia kumuomba Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia. Maana kwamba Mungu, ninaomba unibarikie kweli kweli. Naomba unibarikie kweli kweli. Naomba unizidishie hozi yangu. Naomba unizidishie hozi yako. Lakini pia naomba mkono wako uwe pamoja nami. Unaona maombi hayo? Yaani unabidi umuombe Mungu unachokitaka. Tumesema kule kwa Filipi 4:19 kwamba na Mungu wangu atawajazeni, atawapa kila mnachokitaka kwa kadiri ya utajiri wake. Atawapa. Mshaambiwa Mungu ndiye anayetupa. Lakini unapataje vitu kutoka kwa Mungu? Unatakiwa uombe. Jamani wapendwa, turudi kwenye kumuomba Mungu. Ni nini ambacho unakihitaji kutoka kwa Mungu? Ni nini ambacho unahitaji kutoka kwa Mungu? Je, unahitaji ndoa? Unahitaji watoto? Unahitaji mume? Unahitaji kazi? Unahitaji maisha mazuri? Unahitaji amani? Unahitaji furaha? Unahitaji marafiki wazuri? Ni nini ambacho unahitaji kutoka kwa Mungu? Je, unaamini Mungu huyu ni mkuu, anaweza kukusaidia? Kwa sababu unahitaji kuamini. Ni sawa, unahitaji kuamini. Lakini je, kama umeshaamini na moyo wako umeridhika, unahitaji kutoka kwa Mungu. Je, umesha kwenda kuomba kwa Mungu? Kumuomba Mungu hiyo specific. Kwa sababu kuomba ndipo ambapo unasikilizwa na ndipo ambako kuna activate ile action ya kukusaidia. Kwa neno la Mungu la leo linatufundisha kwamba ni muhimu sana kuomba. Yaani kuomba kwa maana ya the act of asking. Ukiwa unahitaji kitu unakwenda kwa mtu kumuomba. Ninaomba unipe hiki kitu. Ninaomba hiki kitu. Yes, ninaomba. Ndio maana yangu hiyo. Siongelee ile praise and worship, kuomba tunaenda kumuomba Mungu, afu si unaanza ku praise au si unaanza naongelea the act kwamba sasa Mungu ninaomba kazi. Mungu ninaomba gari lingine. Mungu ninaomba nyumba, niishi katika nyumba yangu. Unaona? Ni muhimu sana kuomba. Kwa hiyo ukiomba, hakika Mungu wetu ni wa rehema, anakupa. Kwa sababu neno la Mungu linasema aombaye atapewa, abishaye atafunguliwa, atafutaye ataona. Mungu na wabariki sana. Jina langu ni Ukundi Mlelwa.